Na hii ndiyo sababu kwa nini huponi tatizo la vidonda vya tumbo licha ya matumizi ya dawa kwa muda mrefu. Umekuwa ukihangaika au ukitumia dawa za hapa na pale, lakini mwisho wa siku unaishia kupata nafuu, changamoto inarudi pale pale. Kwanza wewe unatibu dalili, hautibu kuanzia chanzo cha tatizo. Kama ungekuwa unatibu kuanzia chanzo cha tatizo, unatakiwa upate matokeo ya moja kwa moja, sio changamoto inatulia alafu inarudi. Pili, wewe unapokuwa katika matumizi ya dawa huzingatii swala la chakula. Unatumia dawa lakini vilevile bado unaendelea kula vyakula vile ambavyo vinachangia kwa kiwango kikubwa sana kuendelea kuongeza tatizo. Tatu, wewe hujatengeneza utaratibu unaoeleweka, unalala saa ngapi, unakula muda gani, umejiweka kwenye dimbwi la kuwa na msongo wa mawazo. Unapokuwa unakabiliwa na changamoto hizi, hata ukipata dawa zinazofanya kazi kwa 100% haziwezi kukusaidia kwa sababu umekumbwa na changamoto hizi ambazo nimezitaja hapo nyuma. Ili sasa uweze kutibu changamoto hii, kwanza ni lazima upate dawa ambayo inakwenda kutibu kuanzia chanzo cha tatizo. Pili, ni lazima ujitahidi ujue unakula nini, hutakiwi kula nini, kwa sababu vyakula asilimia kubwa huchangia kuongeza tatizo. Mfano, mtu anayekabiliwa na changamoto ya vidonda vya tumbo anapokula mkate ule hauna nyuzi lishe, hauna fibers, kinachofanyika kwako unakwenda kuongeza tatizo au kutonesha vile vidonda, hatimaye changamoto unakuta inarudi au unaanza kujisikia vibaya tena. Kingine, usingizi wako hautabiriki. Unaweza ukalala saa 8, ukalala saa 9, ukalala saa 10. Sasa unapokuwa unafanya hivi, unauchanganya mwili wako. Mwili unatakiwa utulie uweze kujiponya. Unapokuwa una ratiba zisizoeleweka, unaendelea kutengeneza tatizo. Kitendo hiki kinakuja kugharimu. Utakuja kujikuta changamoto hii kuitibu inakuwa ni ngumu, kwa sababu huna ratiba maalum inayoeleweka ambayo inakusaidia kulala. Uelewi ulale muda gani, unaweza ukalala saa 2, ukalala saa 10, ukalala saa 9. Hivyo hivyo hutakiwi kuwa na msongo wa mawazo. Unapoanza programu yoyote ya kutibu mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, ni lazima ujitahidi kujiweka mbali na vitu ambavyo nimevitaja. Vilevile inatakiwa upate mtu sahihi sasa atakaye kuongoza kuambia kwamba hiki kinafaa, hiki hakifai. Kwenda wewe peke yako inaweza ikawa rahisi au ikawa ngumu. Lakini vilevile tengeneza utaratibu angalau wa kula vyakula ambavyo viko katika mfumo wa nyuzi lishe, tunaviita fibers. Vyakula hivi vinakwenda kusaidia kujenga kuta zako za tumbo. Kama unatumia dawa ambayo itakusaidia kwenda kutibu kuanzia chanzo cha tatizo, na ukapata vyakula ambavyo vinasaidia vinajenga kuta zako za tumbo, uponyaji unakuwa ni wa haraka, inakuwa ni rahisi sana kutoka kwenye changamoto hii. Kwa bahati nzuri hapa ofisini kwetu tumeandaa program maalum ya kumsaidia mtu kama wewe ambaye unapitia changamoto kama hii kuweza kutokomeza changamoto hii kwa njia rahisi na nyepesi. Kwanza tutakupa dawa ambayo itakwenda kutibu kuanzia chanzo cha tatizo. Pili, tutakupa program na kitabu ambacho kitakwenda kukusaidia, utakuwa unapitia, unasoma. Pia tutakuwa tunakupigia simu, tunakuguide, tunakufuatilia kuweza kuona unapata matokeo yale ambayo ulikuwa unayatafuta. Kumbuka, unapoanza program kutoka kwetu tunakupa na guarantee. Usipopata matokeo kwa siku 14, ni ruhusa kabisa kudai fedha yako, ni ruhusa kabisa kulalamika kwamba nilichoahidiwa sijakipata. Kwa bahati nzuri pia tutakuunga kwenye grupu kupata ufuatiliaji, na kuna members wengine mle mtakuwa mnachangiana mawazo kuona unahitimisha vipi changamoto yako, na hatimaye iwe rahisi sasa kwako unapokula pilipili usisikie maumivu. Inawezekana kuna muda una miss tangawizi, huwezi kunywa tangawizi kwa sababu ukinywa tangawizi na vile vidonda, tafsiri ya vidonda maana yake vinakuwa viko wazi. Ukinywa tangawizi inakwenda kuwasha ile sehemu. Ukila labda pilipili inakwenda kuwasha ile sehemu, unasikia maumivu, huwezi kula dagaa. Kuna muda una miss dagaa, huwezi kula kwa sababu ya ile miiba ikiingia pale inachoma, inakuletea maumivu. Kwa hiyo ni rahisi sana kutoka katika changamoto hii kama ukizingatia kile ambacho tutakuelekeza. Kumbuka, afya ni maarifa. Usiache kujifunza. Like posti hii, share posti hii,
komenti kwenye posti hii. Unaposhare video hii utamsaidia mtu ambaye anapitia changamoto ya kiafya kama hii. Utamsaidia, atatoka kwenye hatua hii na atarejea katika hali ya kawaida. May God bless you. Peace out.